Hello, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Mabasi TV na Ardhi Star. Leo katika studio yetu tumetembelewa na mgeni ambaye atajitambulisha yeye mwenyewe kwa majina yake na pia tutafahamu changamoto na kazi ambayo anaifanya. Karibu sana. Asante. Okay, kwa mtazamaji ambaye anakufuatilia kwa siku hii ya leo, unaitwa nani? Unatokea wapi? Naam. Majina ninafahamika kwa jina Mr. Pamba Jinja Majina. Ndio. Ni mzaliwa wa mkoa wa Mara katika wilaya ya Bunda. Ya huko ndio nilizaliwa na niko nyumbani ambako baba na mama wote wapo. Najua siku zote nyumbani na nyumbani bwana. Ndio. Pamba ni mfanyakazi wa kampuni gani? Bwana mimi ni mfanyakazi wa kampuni ya basi ya Ardhi Star basi ambayo inafanya safari zake za kutokea jiji la Mwanza kuelekea jiji la Dar es Salaam, kutoka jiji la Dar es Salaam kuelekea jiji la Mwanza na kutokea jiji la Mwanza kuelekea jiji la Mbeya, kutokea jiji la Dar es Salaam kuelekea jiji la Arusha Moshi na kutokea jiji la Dar es Salaam kuelekea jiji la Dodoma, kutokea jiji la Mwanza kuelekea Tabora, Ulambo, Kaliwa, Usinge, Ugasa na mpaka kutokea jiji la Mwanza kuelekea mkoa wa Katavi kwa maana ya Panda Sikonge, lakini pia kutokea Mwanza kuelekea Sumbawanga na kutokea Musoma ambako ndiko nyumbani sasa kwenye Musoma. Kuelekea Mpanda Katavi na kutokea Musoma kuelekea jiji la Dar es Salaam. Lakini pia unapokuwa kwa Shinyanga unatokea Shinyanga kuelekea Uvinza, kutokea Shinyanga kuelekea Dar es Salaam, Shinyanga Singida, Shinyanga Dodoma. Lakini pia kampuni ya Ardhi Star basi inafanya safari kutokea mkoa wa Simiyu Bariadi kuelekea jiji la Dar es Salaam, kwa Simiyu kuelekea Ugasa Uvinza. Hizo zote ni baadhi ya route ambazo zinafanywa na kampuni moja Ardhi Star. Kampuni ya Ardhi Star ina mabasi mangapi? Kiwalisia mabasi yako mengi sana. Nikisema nianze kuhesabu wewe ni mfanyakazi wa kampuni sana, tutapoteza muda. Zaidi ya mabasi 30, zaidi ya 30. Basi lipi ambalo wewe uliona kwa mara ya kwanza ulianza kufanyia nalo kazi? Wakati huo basi ya kwanza kufanyia kazi ilikuwa ni 966 DVA. Kitu ambacho nataka nikuulize, safari yako ya maisha mpaka kufika Ardhi Star ilikuwa vipi? Safari yangu kwa kweli ina matukio mengi sana. Labda nitazungumza kwa uchache kulingana na muda uliopo. Ndio. Safari yangu ni baada tulikuwa nimetoka shuleni, basi moja kwa moja niliaga nyumbani bwana, mimi nahitaji nitoke kujitafuta mwenyewe. Wazazi walichukua sana muda kunikubalia, lakini nikamwambia mimi mtoto wa kiume, kwa hiyo nina kila sababu ya kupambana na mimi nijitafutie vya kwangu, kwa maana sikutaka kukaa kutegemea vitu vya wazazi ama kwamba nipate ulisi kutoka kwa wazazi. Kumbe ni kijana na ninajielewa, ndio maana nikabidi nitoke nyumbani kwa ajili ya kutafuta hapa pale. Kwa hiyo safari yangu ikawa ni kutokea nyumbani nikaelekea mkoa wa Musoma huu hapo ndio mkoa nyumbani, lakini wilaya ya Tarime nikafanya mishemishe kule katika kampuni ya simu hii, kampuni ya Airtel. Nilikuwa kule nipo nafanya shughuli za minara kama supervisor. Baada ya hapo nikatoka katika wilaya ya Tarime nikaelekea moja kwa moja mkoa wa Simiyu. Wote ni mtafutaji. Sababu kote huko nilikoanzia nilifanya vizuri, lakini baadaye ikatokea nikapata dhuluma ya baadhi ya haki zangu ambazo nilizitumikia. Sasa kulingana na mimi jinsi ambavyo nilivyo, slogan yangu kwamba ni ya kutokata tamaa. Pole sana. Kwa hiyo sikutaka kukata tamaa ama hali hiyo inifanye mimi niweze kurudi nyuma ama niweze maamuzi yangu nisonga mbele. Kwa hiyo nikaelekea mkoa wa Simiyu pia. Nikafika kule mkoa wa Simiyu nilifikia wilaya ya Maswa. Pale Maswa nilikaa pale na shughuli zangu fulani tulikutana nao pale. Kuna jinsi ambavyo tunafahamiana katika maeneo mbalimbali tukielekea katika site za minara. Ili mwezi wa kwanza nikawa nimepata sponsor ambao ni kampuni ya simu, tena kampuni ya Tigo. Kwa hiyo kampuni ya Tigo pia wakanichukua nikaelekea mkoa wa Shinyanga. Nilipofika mkoa wa Shinyanga pale nilifanya kazi kwa muda takriban kama kuanzia miezi 6 hivi. Baada ya kuwa miezi 6 nikamilishwa nikapata sponsor nyingine
ya kuelekea mkoa wa Mtwara. Wilaya ya Newala pale. Newala. Kwa pale nikafika pale nikafanya kazi zangu pale. Kama kawaida tupo supervisor minara na mafundi wa minara tunarekebisha mambo yetu haya. Tumefika pale muda huo mvua inanyesha. Mvua inanyesha, jamaa dereva akaangalia kwa analuana nini kaka kwenye mti pale. Mimi nikamwambia bwana, unajua kwenye mti ni bora tukatembea. Mvua ikatunyeshia moja kwa moja. Tukakubali kwamba tumeloa kweli, lakini tunapojikinga kwenye mti sio rafiki. Jamaa akagoma bwana. Wakati anagoma pale isitokea radi ilitugonga mwanangu. Radi moja ilipiga hatari sio poa. Radi iliwagonga. Radi kabisa ya mwanangu sisi. Yaani kwa wote watatu. Wote jumla tulikuwa watu watano sasa pale. Watano. Kwa hiyo nilihisi kama vile mbona kama napata mkosi yani. Safari yangu ilikuwa ya mkosi. Huku nimezulumiwa. Huku tena naingia zangu huku tena tu hivyo. Sasa mambo gani haya? Nasema anyway, yote ni Mungu, yote kwa yote yanatokea. Kwa hiyo walipopigwa radi wote walisalimika, lakini radi ilitupiga. Kwa hiyo ilitupiga dereva wetu alianguka upande mwingine akaungua kama jinsi unavyokuwa ukichoma nyama au unapokuwa umechukua nani zako, yani kama umechoma kiasi afu kikaanguka kwenye mkaa. Yaani ngozi unaweza ukasema labda ni kitoweo hiki, lakini sio poa. Na wewe vipi, ilikuwa vipi? Kwa hiyo baada ya kuwa imetokea jambo hilo, mshikaji akawa amepata shida hiyo, amefariki pale pale. Alifariki pale pale. Kwa hiyo mlikuwa watu watano kwenye ile mti. Alifariki mmoja ambaye aligoma kuzima simu. Sasa aliyegoma kuzima simu kwamba yeye atapoteza madili, ndio akamepoteza mazima. Kwa hiyo nilipata shida moja. Cha kwanza sikio langu ila kulia. Niligoma kusikia kabisa yani nikahisi kama vile kuna mungurumo kali, kuna nguruma ndani ya sikio langu. Alafu baada ya hapo hata ukinisemesha sisikii chochote kile. Nikawa sikio moja ndio linafanya kazi, sikio la kushoto. Yaani upande mmoja Kwa hiyo baada pale maumivu yalikuwa makali sana na nilikuwa ndani nimevaa bukta ambayo ilikuwa ni ya nylon. Kwa hiyo moto ulipekea pepo niunguza kutumia ile nguo ya ndani ambayo nilikuwa nimevaa ndani. So nikawa nimeungua maeneo ya chini ya tumbo kidogo. Pole sana. Alafu baada ya hapo na mguu wangu yani nihisi kama vile nimekatika miguu yani. Kumbe ilikuwa ni ganzi yani. Yaani wanangu sio poa yani. Yaani mlipigwa wote mlianguka wote. Wote ni mimi niliruka kama futi 5 hivi. Kutoka eneo la ule mti. Nirusha eneo la kama futi 5 hivi. Kwa hiyo nikakaa pale nilitamani kunyanyuka nikashindwa kunyanyuka. Nikahisi kama vile miguu imekatika hivi. Nilia sana sio poa sasa. Hili jambo si kwamba ninazungumza kwa ajili ya kutoka kujisifia ama vipi, ya kweli changamoto ambazo zinatokea, lakini pia unapokuwa na simu ashitu kwamba pindi mvua zinapokuwa zikinyesha, zima simu yako ama ondoka eneo la mti, tafuta sehemu kama ni nyumba basi jistiri katika eneo hilo kwa maana kujikinga. Itakusaidia sana. Sasa safari yetu ya kuelekea Alizista ilikuwa vipi? Kwa sababu kuna mshikaji wangu mmoja tusoma naye shuleni. Kwa hiyo tukawa tunachana naye, sasa alikuwa na baza yake, alikuwa anafanya kazi hapo terminal Ubungo. Kwa hiyo nikawa naenda kumchukua mshikaji pale, tukutana tunapiga story tatu, baadaye mshikaji amepotea na ameenda chuoni. Sawa. Sasa mimi pale kaniacha na mshikaji wake baza yake pale. Nimekaa na baza yake pale. Baza tumekaa naye pale. Akanifundisha kazi, baadaye nafahamu kazi pale katika ofisi ya mabasi ya Alizista. Wakati huo iko pale Ubungo. Sawa. Kwa hiyo pale kasaidia mambo ya kata tiketi nini, yani kama agent. Na kufunga hesabu pale. Sema safari yako ya kuingia Alizista uliingia kama agent. Mimi kikweli kiuhalisia safari yangu bado natamani. Yani unajua mimi napenda sana kuendesha magari, kudrive magari makubwa masemi yale. Napenda ule leseni ulikuwa nayo? Napenda sana yani kuendesha magari. Leseni ulikuwa nayo kipindi hicho? Wakati wa bado. Lakini kwa sasa niko in process kwenye vitu kama hivyo. Yani napenda sana kuendesha masemi haya. Kwa hiyo ficha kabisa nilikuwa napenda magari yani, hata niko shuleni napenda magari yani. Kwa hiyo baada ya kutokea hapo mshikaji akawa nikamata pale, nishika mkono kulikuwa kupitia kabla zake, nikakaa pale nini, kana napata chochote kitu nini, kifanyio na rudi zangu nyumbani. Baadaye bana brother akaniambia, "Sasa brother dogo, naona kama una kitu hapa, kuna kitu nakiona kwako. Ndio ni mtu mmoja ambaye unapambana sana. Sasa ukiendelea kukaa hapa afu mazingira ya posho hapa inakuwa ndogo, alafu na wewe pia
una mambo mengi sana Mr. Kisema, una mitikasi mingi sana. Bwana hebu nenda Shinyanga bwana. Maki mambo zetu sio kwa Mwaka gani sasa huo ulikuwa? Bwana ilikuwa 2021. Ilikuwa 2020. 2020. Yeah, akaniambia bwana nenda Shinyanga. Mambo zetu wako Shinyanga, mambo ya kupona Addis Ababa wako Shinyanga. Kwa hiyo nenda kuwafahamishe moja kwa moja upate muda kuona nao, alafu zungumza nao, waeleze wakikwambia bana mwenyeji wako ni upi, utazungumza ni fulani. Madamu wananifahamu mimi ndio kama nani manager yani yeye alikuwa manager nani wa Dar es Salaam pale Ubungo. Nani? Anaitwa Mohamed. Yeah. Sawa. Kwa mchezaji mmoja anaitwa Daudi Simba. Mchezaji mmoja Daudi Simba jina fulani ili close anajivana achia sharubu za kutosha ni. Sura tano pale. Shehe mmoja pale. Respect sana kwa washikaji ambao alishika mkono. Mr. Mohamed popote alipo. Au aka Mudi Mpemba, anafahamika kwa jina Mudi Mpemba. Mudi Mpemba. Ukiwa pale Manchester ya Mbezi. Unasema bwana unamuulizia Mudi Mpemba. Utapelekwa ni blaza mmoja ambaye ana roho nzuri sana, afu anaishi na watu vizuri sana, anafanya kazi wengi sana. Anaishi na fresh. Kwa hiyo pale nimekaa nao hajashikaji kama mwaka mzima hivi. Nafanya kazi pale 2020 hiyo. 2020. Kwa 21 nikatiba mguu nikaelekea Shinyanga bana. Kwa kuwa walikuwa wanashanifahamu kulingana na jinsi ambavyo wanasikia utendaji kazi wangu na jinsi ulivyo na kusifika nini ule ucheshi nini na kujituma nini. Basi bana nikaenda pale nikarudishwa nyumbani kutana na wakurugenzi wangu, nikazungumza nao bana mimi ndio fulani yule ndio yule upode Sam kule nikamwambia ndio mimi hapa sasa. Nikamwambia session nzima bila mimi bana napenda kufanya kazi kama kuna namna yote basi nipeni kazi ya conductor. Mimi naweza kuitumikia kazi hiyo. Watu kazi ilikuwa unafanya tu sio kwa nani pasi kwa nani kusoma. Acha sasa hizi lazima ukasome kwanza utunikiwe cheti. Upewe cheti cha kuonyesha kwamba umehitimu mafunzo ya hudumu wa conductor wa basi, lakini pia baada ya hapo ukata leseni ambayo itakuthibitisha kwamba ni mhudumu ambaye sasa umepitia masomo. Kwa hiyo baada ya hapo wakati huo mambo yao yalikuwa hamna. Kwa hiyo ni ile uzoefu tu. Kulingana na uzoefu nilikuwa nao. Kwa hiyo ndio nikafa safari yangu ikaanzia hapo ya kuweza kufanya basi yaani kitu ambacho naweza kusema kwamba ni uaminifu. Uaminifu ndio ambao unakufanya uaminike sehemu ambayo uaminike sehemu. Lakini kabla ya kuanza safari hiyo nilikabidhiwa ofisi kwa maana wakati wa magari yalikuwa bado yana watu wengi. Kwa tajiri wakurugenzi wangu wakaniambia basi nenda kwanza Dar es Salaam, tunatarajia kufungua branch ambayo itakuwa Kariakoo. Sasa hamna mtu ambaye kusimamia kulingana jinsi ambavyo wewe una future. Na ama una ile nini yani kwamba una ule niseme kwamba ni kitu gani yani kwamba kwa kuwa nina ule utaalamu na uzoefu. Basi nikaenda kule Kariakoo na ofisi yetu ile branch tulifungua 2021 kaanza kufanya kazi. Ipo mtaa wa Nyamwezi. Karibu na msikiti wa Makonde pale. Sawa. Branch yetu moja ndogo pale. Sasa nikasomea ofisi. Pale kwa muda kama takriban miaka miwili then baadaye bosi akaona utendaji kazi wangu jinsi ulivyo. 2020 ngapi sasa? 2022. Nikaanza rasmi kabisa kwenye basi. Na safari yako mpaka unakabidhiwa basi ilikuwa vipi? Kwamba ulitoka tu kule Kariakoo kuja Shinyanga ukapewa tu gari moja kwa moja. Baada kutoka nikaja au ulianza process za kwanza kwamba bana mimi nataka nifanye hii kazi bana nyingine ndani ya gari. Mimi mwenyewe. Nilizungumza tuna wakurugenzi. Unajua kila mtu ana storia yake nyingine ndani ya gari. Nilizungumza na wakurugenzi wangu kwa sababu kwamba yani ulikuwa unaitamani kufanya. Yani kulingana kwamba na kazi yani mtoto wangu nilikuwa mtu wa magari. Au ilitokea kwamba na mimi bana ngoja leo nijaribu nione kama nitaweza. Kwa hiyo sasa mimi napenda sana mambo magari. Kwa hiyo basi wakurugenzi wakaniongea nao wakanikubalia basi baada ya hapo nikapata mtu wa nani kama training akanitrain jinsi ambavyo ninaweza kuhudumia huyo mtu namkumbuka kwenye basi. Namkumbuka mshikaji wangu mmoja sana naye anaitwa Mohamed Mudi Mpemba. Ndio alikuwa mshikaji wangu ambaye nilipewa kama yeye kunitrain. Kwa hiyo nilikuwa naye katika basi moja la 360 wakati huo. GXS 360 natoka kuelekea wapi?
kutokea Dar es Salaam kuelekea jiji la Mwanza, kutoka jiji la Mwanza kuelekea jiji Dar es Salaam. Nilitrain kama wiki moja tu hivi. Zeni akatoa majibu kwamba bana huyo mshikaji yuko vizuri anaweza. Yeah. Kwa hiyo baada ya hapo nikaachiwa gari, hiyo gari kama wiki nzima hivi. No, it means kama miezi, yani wiki mbili hivi. Wakati huo ilikuwa ni majira ya sikukuu, siku za zaidi. Kwa Mohamed ambaye ni Mudi, tunafanyika jina Mudi Mpemba ambaye ni conductor pia. Akawa naye mpaka leo yupo. Yupo mshikaji yupo. Okay. Yupo. Yupo na tunapokezana gari. Yeye ana timu ya 501 EFE ama F. Alafu mimi nina 500, mimi nina ile inaitwa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe 501 mkongo wa taifa. Chuma la kipekee sana. Yaani unajua wewe uko kwenye kwa mkazi yote wa jiji la Mwanza au kadaziwa. Mwambia ukisema vibaya ile chuma yani 501 F kwamba wanasema ni mkongo wa taifa. Bwana wewe hebu jiandae kwanza. Hiyo kitu sio poa mwanangu. Kwa hiyo ni tupo na gari moja na pamoja, yani magari ambayo yaliingia wakati mmoja, VIP hizi VIP namba 2 yani ambazo ni za kwa ni 2x2 ambazo zina siti ya 49. Ndio. Lakini pia zina washroom ambazo wewe unahudumu mpaka leo. Mpaka leo. Kwa hiyo kwa sasa hivi ndio basi ambazo tuko nazo. Yeye Mudi Mpemba huyu kwa sasa na 501 F na mimi nina 499 F. Lakini pia kuna basi nyingine ambayo ni 503 F. Hizo ni basi tatu ambazo zimeingia kwa timu moja. Kwa hiyo Mudi Mpemba ama Mohamed ndio alikuwa mwalimu wangu ambaye ni training. Nikaweza kufanya kazi hiyo. Na baada ya hapo nikapewa basi ambalo ni basi yangu la kwanza kufanya kazi ilikuwa ni 966 DVA. Hiyo basi nikaa nayo wakati nilikuwa na dereva wangu alikuwa anaitwa Mr. Johnny ama jina maarufu Dogo Johnny, pamoja na mwingine dereva mmoja alikuwa anaitwa Mr. Hussein wote tulikuwa nao. Na baada ya hapo gari ya pili ilikuwa ni DMJ 691 DMJ Most Wanted au ni ipi au Roxy. Hiyo kwa wakati huo ilikuwa haijapewa jina na baadaye ndio ikapewa jina moja Karali. Basi ile ilikuwa nafanya safari ya kutokea jiji la Dar es Salaam kuelekea mkoa wa Simiyu, Bariadi, na baada ya hapo nirudi Shinyanga kufanya service na naanza safari ya kutokea Shinyanga kuelekea Dar es Salaam. Mpaka zinakuepo ndio changamoto zipi? Changamoto ipi ambayo wewe mpaka leo utaisahau? Changamoto ambayo sitaisahau ni changamoto ambayo ilikuwa ni changamoto ajali ambayo nilipata ajali ya mkoa wa Singida. Ndio, pole. Wakati nilikuwa na basi